Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Mbele yenu, my name is Pastor Nancy Harvest. Jina la Bwana litukuzwe sana. Haleluya. Leo hii nataka tusome kitabu cha Mathayo, chapter number 21, from verse 1. Bible says, hata alipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mzeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtamwona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii ikisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda na mwanapunda, mtoto wa punda. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, nayo akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na makutano walioutangulia na wale waliofuata wakapasa sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuku, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakisema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana wapendwa. Leo inataka kusema juu ya Yesu akatuma wanafunzi wakaenda kule. Bwana Yesu asifiwe. Akatuma wanafunzi akasema ya kwamba enda katika ule mji unaowakabili, ili mnapopata yule punda amefungwa mala pale pamoja na mwanapunda, wafungueni mniletee. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Akawaambia wale wanafunzi wawili, akasema ya kwamba enda katika ule mji ambao umewakabili, mara pale mtapata punda amefungwa, yule punda mfungueni mniletee mara hapa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana wapendwa. Bible inatuambia ya kwamba Yesu anatuambia, Bible inatueleza jinsi alivyowatuma wanafunzi. Ati kulikuwa na punda amefungwa mahali pale. Punda alikuwa amefungwa, hatujui ilichukua muda gani, hatuelewi alikuwa amechukuliwa muda upi, lakini Bible inatuambia kwamba Yesu Kristo akatuma wale wanafunzi kwamba waende wamfungue. Hatujui alikaa hapo miaka ngapi, hatujui ilikuwa masiku ngapi, lakini Bible inatuambia kwamba alikuwa amefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu alikuwa amefungwa, hakuwa na uwezo wa kufika mbali. Alikuwa tu anasungukia mahali pale. Alikuwa tu anakula chakula ameletewa. Maeneo aliyokuwa amekaa, chakula alichokuwa anakula, nyazi zenye zilikuwa katika hayo maeneo zilikuwa hata zimekwisha, maana amewekewa limits. Hata kama kulikuwa nyazi kando, hata kama kulikuwa na nyazi zingine kando na hapa penye alikuwa, hangeweza kuifikia kwa sababu alikuwa amefungwa. Alikuwa amewekea mipaka. Ule kambo ulikuwa amewekea mipaka. Alijua kwamba anapokula afike mahali hapa, hata pita aruke kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Hivyo yule punda akafunguliwa mpendwa, na alipofunguliwa Bible inatuambia kwamba alipofunguliwa akaleta mahali penye Yesu wako. Alipofika mahali penye Yesu wako, Bible inatuambia ya kwamba alikaliwa. Yesu alikalia ile punda. Ati hao watu wakatandaza nguo kwenye punda, na Yesu akakalia kwenye hiyo punda. Na njiani alikuwa anatembea, Bible inatuambia ya kwamba nguo wakazitandaza kwenye njia, wengine wakakata matawi wakazitandaza kwenye njia. Sasa Yesu akawa anapita tu katika ile matawi katika ile njia ambayo imetandazwa nguo, katika ile njia imetandazwa hata matawi. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoangalia mpendwa, Yesu alikuwa amekalia juu ya punda, na hata punda mwenyewe ndiye alikuwa amembeba Yesu, ndiye alikuwa anakanyagia zile matawi, ile matawi na zile nguo. Si Yesu Kristo alikuwa anakanyagia, lakini ni yule punda alikuwa amebeba Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Bible inatuambia ya kwamba wakatandaza nguo, na walipotandaza nguo wakaanza kwenda Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tunaona mahali hapa punda alienda akafunguliwa mpendo, na punda alipofunguliwa
akaletwa penye Yesu wako, na alipofika penye Yesu wako, Yesu akakalia yule punda na wakaanza safari ya kwenda. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe sana. Na walipokuwa wanaenda, Biblia inatuambia kwamba njiani kulitandazwa nguo, kulitandazwa matawi. Huyu punda akaanza kupokea heshima. Heshima alizokuwa anazipokea si kwa sababu ni yeye tu, alikuwa anapokea heshima kwa sababu ya Yesu aliyokuwa amembeba. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe sana mpendwa, kwa sababu Yesu Kristo anapokaa juu yako, anapokaa ndani mwako, kuna heshima utazipokea, kuna heshima utazipata, kuna kusifiwa, utakuwa unasifiwa si kwa sababu ya wewe tu, si kwa sababu jinsi vile ulivyo, lakini ni kwa sababu Yesu uliyembeba aliye ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe sana. Biblia inatueleza vizuri, ikasema ya kwamba yule mwanapunda alikuwa amefungwa, hakuwa anasonga mbali, hakuwa anafikia zile nyasi zenye ziko maeneo ya mbali, lakini alikuwa tu anasungukia mahala pale, ili watu waliomfunga pale waende safari za mbali, warudi wampata akiwa tu pale, wakimsaidia wamrudishie hata chakula akule, lakini hicho chakula inapoisha akae tu hapo na hiyo njaa yake. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba alifunguliwa mpendwa. Katika kufunguliwa kwake akawa furia, akaanza kusonga kule njiani akielekea Yesu. Kuna hata nyazi alikuwa anapata njiani, alikuwa anakula. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe mpendwa. Hata nao umefungwa mahala pale, naona ya kwamba umefungwa, kuna mtu kufunga, unasungukia tu mahali pamoja, yeye anaenda ana progress, lakini anaporudi mahali penye huko anakupata tu mahali penye alikuweka, anakupata tu mahala pale mpendwa. Daka na shai, nataka nikutangazie kwamba Yesu amekaribia mahali uliko. Yesu anaenda kukufungua mpendwa. Yesu anafungua maisha yako. Yesu anakufungua leo hii, au utabaki mahali penye huko. Maana yule punda alikuwa anasungukia tu mahali pamoja, alikuwa anasungukia mahali pamoja, alikuwa tu anasungukia mahali pamoja. Hakuwa na chakula kikushinda kila ameletewa, hakuwa na kila kitu ambacho angepata kwa nguvu zake, isipokuwa ile yenye ameletewa pale. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe sana. Haleluya mpendwa. Biblia inatuambia kwamba Yesu akakalia yule punda, na alipokalia yule punda akaanza kwenda mpendwa. Njiani kukawa anaimbiwa hosana, njiani kukawa na kelele za watu waliokuwa nyuma yake na waliokuwa mbele zake, wakaanza kushangilia, wakaanza kumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe unapombeba Yesu mpendwa, ukimbeba Yesu Kristo, wewe utasifiwa, utapata heshima kubwa sana, utaanza kusifiwa. Tazama yule punda alikanyakia matawi ambaye mwenyewe angekanyagia. Mahali alikuwa amefungwa hangekupata ile sifa, mahali alikuwa amekalia hangeweza kusonga mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe walikuwa unasungukia tu pamoja, hauwezi ukasonga hata nchi nyingine, hauwezi ukaenda maeneo mengine, hauwezi ukaenda mahali penye panatakikana, hauwezi ukafikia progress nyingine, hauwezi ukafanya lolote mpendwa. Hata kazi yako nayo ifanya ni mahala pale tu. Watu walipokuona ukiuza kitu kile kimoja, hautaongeza cha pili, unasungukia tu mahali pamoja, wanaenda nchi nyingine, wanarudi, wanakupata tu mahali waliko kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii kuna habari njema, nataka nikutangazie ya kwamba Yesu Kristo anakufungua leo. Yesu anakufungua leo mpendwa. Yesu anakufungua leo. Yesu anaenda kukufungua malango zako, anafungua njia zako, anafanya unaanza kuprosper. Unapombeba Yesu mpendwa, unapofunguliwa leo hii na uanze kubeba Yesu, wewe utanawiri mpendwa. Kuna mahali utaenda. Tazama akaenda na punda ambaye hakutarajia kwamba kuna siku moja atafika kule Yerusalemu. Punda ambaye hakutarajia kwamba kuna siku moja atasonga mahali penye yako. Maana alikuwa amefungwa tu, alikuwa amefungwa, hakuwa anasonga, alikuwa amefungwa mahali pamoja, alikuwa anarotetia tu mahali pamoja. Lakini wakati ilifika, Yesu akiwa amefika mahali panaitwa Bethfage, akaambia wanafunzi, akasema ya kwamba huu mji ambao tumeukabili, hebu enda mara pale mfungue yule mwanapunda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amekaribia mahali uko mpendwa, anatuma watu wakufungue. Unafunguliwa leo hii unafunguliwa katika jina la Yesu. Maana Bwana hata acha ubaki jinsi vile ulivyo. Umesungukia katika kitu kimoja, umesungukia katika mahali pamoja, umetembea katika mahali pamoja, umetembea tu mahali pamoja, haufanyi chochote, unasungukia tu katika shamba moja, unasungukia katika biashara moja, unasungukia tu katika maeneo mamoja. Lakini Bible leo imetuambia kwamba Yesu alipotuma wanafunzi wawili, akasema ya kwamba wanapowauliza, semeni ya kwamba Bwana ana haja naye. Bwana ana haja na wewe mpendwa. Leo hii njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, anaenda kukufungua. Njoo kwa Yesu, utakaa na sai. Kuna mahali utafika, kuna viwango utafika ambao mwenyewe uko umetarajia, kuna nafasi utaingia ambao mwenyewe uko umejua.
umejua kuna kazi unaenda kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba alipokalia ile punda wakaanza kuenda, watu wakaanza kushangilia, watu wakaanza kusifu. Watu wengine wakauliza ya kwamba huyu ni nani? Bwana asifiwe. Wakasema ya kwamba huyu ni Yesu, yule ni nabii Yesu. Bwana asifiwe. Na watu wataanza kukuuliza, waseme ya kwamba huyu ni nani? Wewe Yesu uliyembeba ndani mwako. Watu watamuona mpendwa, wataona kwamba umebadilika kutoka katika ile njia mbaya, umebadilika katika haya maeneo uliyokuwa, umebadilika, umeanza kusonga. Maana mahali pale ulikuwa umekaa tu, haukuwa hata na marafiki, haukuwa na watu wa kuongea nao. Ungekuwa na watu wa kuongea nao, ni wale wametembea wamefika penye huko, lakini wewe unaenda kufanya urafiki na watu wa nje mpendwa. Unasonga, unafika kiwango kingine, unasonga, unafika katika nafasi nyingine, unasonga mpendwa, kwa sababu ukimpokea Yesu ndani ya maisha yako hautabaki jinsi vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ati wakasonga wakaenda mpendwa. Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akasipindua meza za wabadili fedha na vitu vyao walivyokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Unapombeba Yesu mpendwa, umembeba Yesu ndani mwako, unaenda na yeye kule hekaluni, hautaacha ibaki jinsi vile ilivyo. Kuna mahala pale watu wanafanya makosa. Kuna ndani ya kanisa watu wanabadilishana fedha. Kuna ndani ya kanisa watu wanabadilishana maneno. Ndani ya kanisa kuna watu wanafanya biashara. Mahala pale watu wameingia ndani wanafanya mambo ya miungu. Hawampendezi Mungu mpendwa. Lakini wewe unapoingia ukiwa ndani ya Yesu, ukiwa umembeba Yesu, hautaacha kanisa ibaki jinsi vile ilivyo. Maana alipoingia kwenye hekalu alifanya mabadiliko mpendwa. Alikuwa tazama, punda alibeba injili. Alipoingia kule kwenye hekalu, Yesu akapendua mesha. Mahali penye walikuwa wanafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu, walikuwa wanafanya mambo ambayo hayampendezi Mesaya, hayampendezi mtakatifu wa mbinguni. Lakini Yesu akabadilisha, akawaambia kwamba hii nyumba yangu ni nyumba ya sala, bali si nyumba ya wanyang'anyi, bali nyinyi mmeifanya kuwa nyumba ya wanyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imetuambia hapa ya kwamba kanisani kumbe ni mahali pa sala, nyumbani mwa Bwana ni mahali pa sala, nyumbani mwa Mungu ni mahali pa sala. It's a place of prayers mpendwa. Wakati unaingia kwenye hekalu, wacha kubadilishana maneno. Unapoingia kwenye hekalu, mahala pale sikiza neno la Bwana, mahala pale enda mbele za Bwana, mahala pale ingia ndani za Bwana. Maana imesema ya kwamba ni kusali. Kusali ni kuomba kwa unyenyekevu, kuanguka miguuni pa Bwana, kuanguka chini ya miguu ya Bwana mpendwa. Unapotubu, unapoenda mbele za Bwana, unaenda kusali, unasali chini ya miguu ya Bwana, maana umebadilika. Yesu amependua meza. Unapoingia kwenye hekalu na umembeba Bwana, mahala pale hapata paki jinsi vile palivyo. Mahala pale kama kuna watu wa vitina, unaenda kupendua meza mpendwa, unahubiri neno la amani, watu wanapendana. Unapoingia kwenye hekalu, wewe unapoingia mahala pale, kuna watu ambao hawana tumaini, wamepotoka, lakini unapoingia mahala pale, kuna mambo unaenda kuyafanya, unaenda kubadilisha nia, unabadilisha nia ya wanadamu, unabadilisha mipango zao, wenye wako kinyume na neno la Mungu, wewe unawanenea neno la Bwana, unawabadilisha mpendwa, unawaambia ya kwamba nyumba ya Mungu ni mahali pa sala, ni mahali pa kumwabudu Bwana, ni mahali pa kumwimbia Mungu, ni mahali pa kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipoingia kule hekaluni alifanya mabadiliko mpendwa. Unapombeba Yesu Kristo unafanya mabadiliko. Hautabaki jinsi vile ulivyo, hautabaki katika maeneo yako, hautabaki jinsi ya kukaa tu. Utaanza kufanya mabadiliko. Watu waanze kujiuliza, waseme ya kwamba si huyu ambaye alikuwa tu amekaa mahali pale, si huyu ambaye alikuwa amekalia tu, alikuwa amezungukia tu mahali pamoja, lakini amembeba Bwana, amebadilika mpendwa, ameanza kusonga hatua, anasonga hatua ya imani mpendwa. Ukiwa unambeba Bwana, wewe utasonga mahali ambao mwenyewe huko umejua au huko umeelewa ya kwamba siku moja nitakuja nifike mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana. Unapookoka mpendwa, kuna mambo makubwa unaenda kuyaona, unaenda kuona Mungu mpendwa. Biblia inatuambia ya kwamba akaanza kusonga, akaingia kule hekaluni. Punda hakujua ya kwamba kuna siku moja ataingia kule hekaluni, hakujua ya kwamba kuna siku moja atapepa neno la Bwana, hakujua ya kwamba kuna siku moja atasonga mahali penye yako aende mahali pengine. Lakini hiyo siku ilimfikia, siku yake ikafika. Siku yake ilipowadia, tunaona ya kwamba akaingia hekaluni, akaenda akampeba Mungu, akaenda kule hekaluni. Na Yesu alipoingia mahali pale alifanya mabadiliko mpendwa. Kanisa haikubaki jinsi vile ilivyo, kanisa ilibadilika mpendwa.
nao unapookoka hata maeneo yako yatabadilika. Watu wataona tofauti ndani mwako, wataona kunena kwako unaenda kawaida, wataona kutembea kwako, kutembea pia kumebadilika. Wataona hata marafiki unaotembea nao si wale wa kitambo, maana umembeba Yesu. Ukimbeba Yesu, wale wenye maagano hawataandamana pamoja nawe. Ukimbeba Yesu, wale wenye vinyongo hawataandamana na wewe. Ukimbeba Yesu, wale wenye uchawi na uganga hawatatembea pamoja nawe, maana utakuwa umejitenga nao. Utakuwa unabeba injili, au utakuwa unabeba maneno, au wenyewe watajitenga, na wakitaka kufuata watafanya mabadiliko, watafanya maamuzi ndani mwao, maana utawaambia kwamba nyumba ya Baba ni nyumba ya sala. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe sana wapendwa. Biblia imetuambia kwamba akawatuma wale wanafunzi wawili. Leo hii nimekuja kwako nikutangazie, Bwana ako na haja na wewe. Bwana anakuhitaji ndani ya maisha yako. Bwana anakuhitaji ubadilike. Bwana anakuhitaji akutumikie. Bwana anakuhitaji asubuhi ya leo. Nimekuja nikutangazie kwamba Mungu wa mbinguni anakuhitaji. Nimekuja nikutangazie kwamba Mungu wa mbinguni anahitaji wewe, anakuhitaji tu wewe. Hataki jirani yako, hataki ndugu yako, hataki yule mtu mwingine, ni wewe tu. Bwana anakuhitaji, ambao umefungwa mahali pale, ambao unasungukia mahali pamoja. Unayepoona kwamba biashara yako haisongi, anaona ya kwamba biashara yako haisongi, unasungukia tu mahali pamoja. Leo hii nimekuja na habari njema kwamba Bwana Yesu ana haja nawe. Bwana Yesu ana haja nawe mpendwa, ana haja na wewe. Leo hii Bwana anaja nawe. Dakika hizi Bwana anaja nawe. Ajana na maagano, funguliwa kwenye maagano, funguliwa kwenye laana, funguliwa kwenye maagano ya wanadamu. Laana za waganga funguliwa, wachawi na waganga funguliwa, funguliwa dakana sai. Umefungwa tu mahala pale, umewekea mipaka, umewekewa limits kwamba huwezi kusonga, that will not move further. Lakini today I have a good news for you. Come to Jesus. Yesu anataka kukukomboa, Yesu anataka kukuinua, Yesu anataka kubadili maisha yako, anataka kukufanya wa mataifa. Hautasungukia katika kile kijiji punda alikuwa anasungukia, maana alikuwa amefungwa. Nawe leo hii nataka kukufungua kwa jina la Yesu Kristo. Unafunguliwa. Pokea kufunguliwa asubuhi ya leo. Pokea kufunguliwa dakana sai. Pokea kufunguliwa. Bwana Yesu ana haja nawe, ana haja na wewe, ana haja na wewe, ana haja na jamii yako. Jamii yake imefunguliwa, jamii yake inafunguliwa kwa jina la Yesu. Biblia imetuambia kwamba hatimaye pale kulikuweko na punda pamoja na mwanapunda, walikuwa wamefungwa wote pamoja. Kumbe mtu anaweza akakufunga pamoja na jamii yako, anaweza akakufunga pamoja na jamii yako. Vile wewe hukufaulu, jamii yako pia isifaulu. Leo hii nimekuja na habari njema, maana Yesu alisema ya kwamba mnapoenda katika kile kijiji ambacho kimewakabile, mtapata punda mahala pale ambaye amefungwa. Mtapata punda na mwanapunda wamefungwa, wafungueni mnilete. Hivyo leo kumbe mtu, nimegundua kwamba kuna mtu anaweza kufunga jamii yako, anaweza akakufunga na wewe, na hata tosheka kukufunga wewe peke yako, atarudi tena afunge na mwana wako. Lakini leo nina habari njema kwamba Yesu anatangaza leo kwamba ufungulewe, na unapofungulewa leo usiende njia zako mpendwa. Yule punda alipofungulewa hakuenda njia zake, hakukimbia atafute kazi yake, hakukimbia atafute chakula yake, hakukimbia ajitafutie. Lakini alipofunguliwa mpendwa, alielekezwa mahali Yesu wako, alielekezwa penye Yesu wako, akaenda mahali penye Yesu wako. Na alipofika mahali pale, Yesu alimfanya ndiye ambebe. Yesu akambadilisha ili amuinue yeye, ili atembee na yeye, ili amkalie juu yake. Hivyo nataka kutangazia, unapofunguliwa leo hii kama tu utafunguliwa, dakika hizi kama unafunguliwa, wewe mwelekee Yesu. Yesu ana mpango mzuri juu yako. Biblia inatuambia kwamba Mungu ana mawazo mazuri. Baba anatuwazia mawazo mema. Katika Yeremia 29:11 Biblia inasema ya kwamba mimi ni Mungu ninayewazia mawazo yaliyo mazuri wala si mabaya, kwamba kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Dakika hizi Bwana anakuwazia mazuri, ana mpango mzuri juu yako mpendwa, anakupangia mema. Fanya mpango wa kumrejea kwa Bwana. Fanya mpango wa kumrudia Bwana. Songa karibu na Bwana. Elekea penye Bwana ako. Wewe mtafuta Bwana kwa bidii. Ingia mahali penye ako mpendwa. Yule punda angefanya maamuzi yake, yeye hangempeba Yesu na angepata zile heshima, maana wale watu waliokuwa wamemfunga wangemtafuta tena wamfunge tena. Lakini alipoelekea penye Yesu, Yesu alienda na